Hakuna mahala ambapo mtu hutoa bidii yake yote habakishi. Kwa hiyo maana badhlul juhudi, usibakishe futa kibengi kivunde haswa, hata ndururu kisibakie. Unao mahala kama anapotoa mwanamke kuiea mimba katika miezi 9, mama huipatia mimba kila kitu chake, damu yake ya mwili ndiyo chakula cha ule kijana, mwili wake ndio kitanda cha ule kijana, kila kitu chake. Ndio ule Mtume akasema la talqa ni ile Kiswahili cha Kiamu tupotea tena sasa. Talqa ni ile kite kimoya cha utungu. Huya zile zite kite baada ya kite katika kuzalisha, huya kite kikafeli, kikaya kite kikafanya nini, kikafeli, sio mpaka kikea kile kikasukuma akatoa kite kimoya. Mtume asema la talqatun wahida, kite kimoya cha mama katika kuzaa, maisha yako ukamtii huwezi kukilipa. Wallahi huyu ndio mama. Na ndio utaona mwanamke akifa katika kuzaa ni mmoja amekufa shahidi. Ile neno kama ule mamata fi talabil ilmi mata shahida, na mwanamke aliyekufa katika mazazi, katika kuzaa, kamwilia mauti, yule huhesabiwa ni kama mtu aliyokufa. Najua kuna suala zitakuya, je, ustadhi ataoshwa ama haoshwi? Hayo masala ya kifikihi. Mimi siko kwenye masala ya kifikihi, mimi niko kwenye daraja tusifunge fikihi na pepo. Aweza kuwa huoshwa, ataoshwa huyu, si kama ule mwenye damu uzikwa na damu zake, atakafiniwa, ataswaliwa. Mtume yuwazungumza daraja zao peponi hazina tofauti, si masala alioshwa vipi, alizikwa vipi huku tini.